Karibu sana mwanangu. Asante sana shangazi. Jamani, ni muda mrefu sana, hatimaye umekuwa. Na amekuwa mtu mzima aswa. Aliondoka hapa kidevu kama embe, lakini sasa hivi udevu naona umeshamili. Ashakuwa mbaba, mtoto wa kike wanamkoma mtaani. Karibu sana baba. Vipi uko kutoka? Wazima kabisa? Ndio, ni wazima na hali zao ni nzuri, wanaendelea na majukumu yao ya kila siku. Sawa sana. Bibi, vipi? Kuna chochote jikoni? Mume wangu, kinakosaje sasa? Fanyia maarifa basi mgeni. Achambe koo kidogo. Karibu sana baba. Hapa ndipo ninapoishi mjomba wako. Japokuwa wanasema kwa mjomba hakuna urithi, lakini ningali ni hai, basi chochote kitu unaweza ukaambulia ukala maisha kidogo. Asante sana mjomba. Mjomba, mimi nimekuita hapa tuweze kuzungumza mawili machache kuhusiana na namna gani utakavyoweza kusurvive katika mji huu. Kama nilivyokudokeza awali siku ile uliporudi hapa, nilikudokeza ya kwamba hapa ni kwako, huu mji ni wako, na mimi ni mjomba wako. Kwa mjomba hakuna urithi. Manzali nipo hapa, basi na wewe utaambulia chochote kitu kwa kipindi hiki ambacho nipo hai. Lakini pia jambo ambalo sikukueleza ama sikukudokeza tangu awali mjomba, huu mji una kanuni zake, huu mji una sheria zake. Sasa wewe kule ulipotoka umekaa muda mrefu, umerudi hapo ukiwa tayari kijana, umefikia makamu ya utafutaji, lazima hizi kanuni pia uzijue. Ujue katika mji huu watu wanaishije. Kwanza mjomba, unatakiwa utambue kwamba ulichonacho mkononi ndicho chako. Kile ambacho umekifanyia kazi, umeshughulika, umefanya shughuli yoyote, vibarua, ukakipata, kiwe kidogo kiwe kikubwa, lakini umekishikilia mkononi, hiko ndio cha kwako. Cha mwenzio sio cha kwako. Ushanifahamu? Nasema hivyo kwa sababu unaweza ukasema kwamba hiki nilichokuwa nacho mimi kidogo, basi nijaribu kufanya urubuni, utapeli kwenda kuchukua cha mwingine. Matokeo yake mjomba, unaweza ukapata madhara makubwa, ukavishwa tairi, ukapigwa kiberiti, ama ukaishia jela. Kwa hiyo jitume, fanya kazi, chakalika, utakachokipata utajua mwenyewe unakigawanya vipi, kwa sababu hiko ndicho cha kwako mjomba. Ushanielewa? Kingine mjomba, katika harakati hizi za utafutaji, mimi najua wewe makamu unafikia sasa hivi unahitaji kuwa na mji wako, unahitaji kuwa na mali zako, pesa, nyumba, magari, lakini sasa hivyo vitu vinapatikana endapo tu utafanya kazi. Kazi unapata vipi? Kazi katika mji huu mjomba zinanunuliwa. Lazima ufanye kazi ili upate kazi. Unaweza kaenda sehemu ajira zipo, lakini ajira huwezi kupata mpaka uwe na chochote kitu. Mjomba, mkono wako usio mfupi. Toa hela. Wenye wanasema watu wa mjini usiongee. Toa hela, uende ukapate hiyo kazi uifanye. Lakini pia mjomba, kabla sijasahau kitu cha msingi sana kuhusiana na mahusiano. Mjomba, wanawake wa mji huu ni watundu, wamechachuka, wamedambuka. Wanawake wa mji huu unaweza ukasema umepata mjomba, kumbe umepatikana. Mimi najua kule ulipotoka mjomba, mabinti wamefunzwa, wamefundwa, wanajua nini maana ya mwanaume na mwanaume anahitaji nini, anahitaji kutendewa nini ili ndoa iweze kudumu. Lakini hapa mjomba, wanawake wa hapa ni makwasukwasu, makwarukwaru. Unaweza ukapata mwanamke, lakini mwanamke huyo akawa jambazi, akawa tapeli, akawa mdangaji, akawa na kila aina ya baya ama ovu unalojua wewe mjomba. Kwa hivyo hapa mjomba, unatakiwa uwe makini katika masuala yote yanayohusiana na mahusiano. Unanifahamu mjomba? Hiyo ni moja kati ya kanuni muhimu kabisa au vitu muhimu kabisa ambavyo unatakiwa uvijue pale utakapoamua kuishi katika mji. Na mimi mjomba, nauona ujio wako wewe sio kuondoka leo wala kesho. Wewe hapo umefika. Kwa hiyo mambo lazima uyajue. Unanifahamu mjomba? Sawa. Mimi sina mengi, ni hayo tu, nikukaribishe rasmi katika jiji hili, jiji la wachakalikaji, jiji la kila mtu. Uende ukatafute kilichokuwa chako na ukaishi. Ni hayo tu.
nisikilize vizuri. Hili begi utakapolichukua, hakikisha unalitunza kama mboni za macho yako. Na ikitokea limepotea, hakikisha na unapotea vivyo hivyo. Make sure hilo begi unafikisha mahali ulipoelekezwa. Hakikisha mzigo unaufikisha kwa mhusika. Baada ya hapo, tutajua cha kufanya. Mzigo nitafikisha kwa mhusika. Chochote kitakachotokea, tutakujua. Kaka samahani. Habari? Salama. Karibu tu. Asante. Samahani. Bila samahani. Naweza nikapata na mimi kibarua hapa? Hapo kwa sasa ndugu yangu kazi zimeisha. Lakini cha kukusaidia, labda tushirikiane kufanya hii kazi. Riziki nitakayoipata tugawane kwa pamoja. Sawa kaka. Karibu tuanze kazi. Asante sana. Kwanza kaka, nianze na neno asante sana, kwa sababu umekuwa mwenyeji wangu sana tangu nitoke kijijini nimefika hapa mjini. Umekuwa ukinielekeza kazi nyingi sana. Hatimaye nimezizoea kazi za mjini kaka, kupitia wewe. Usijali ndugu yangu, haya ndo maisha ya hapa mjini. Bila kuamka utasubiria kuamshwa. Sijui nikiongea hivyo na nielewa na maanisha nini? Kaka, nakuelewa. Kama ulivyoona, ile ndo kazi yangu. Bila kubeba tofali, bila kubeba zege, mkono wangu hauwezi kwenda kinywani. Kwa mimi nikukaribishe sana mjini. Tupambane, tushirikiane kwa pamoja ili tuyafikie malengo. Na mimi umetoka kijijini, kuna watu wanakutegemea. Kwa ndugu yangu, tupambane. Tupambane. Siku moja na mimi unipeleke kule unakoishi wewe. Unaona? Ili tuwe ndugu. Sisi ndo ndugu mjini. Unajua? Sawa sawa kaka. Usijali, nitakupeleka. Maana nilipofikia ni kwa mjomba wangu na shangazi yangu. Tunaishi watatu tu nyumba nzima.
unisikilize vizuri. Nachotaka kujua mimi ni kuhusiana na mzigo wangu tu na si vinginevyo. Hakuna kingine ninachotaka kukijua, ni kuhusiana na taarifa za mzigo wangu. Alafu kile ninaoitaka kutoka kwako ni kujua mzigo wangu umefika unapotakiwa kwenda ama la. Yaani sio siri, ngoja nikwambie. Ninapoona mtu anaenda kinyume na makubaliano yetu sisi, ananivuruga vibaya mno. Ananivuruga sana. Baada ya masaa mawili, ninachotakiwa kusikia ni kitu kimoja tu. Ni mzigo wangu umefika unapostahili kufika ama la. Mzigo nimeufikisha kama ulivyonielekeza, na amekubali kuufikisha sehemu husika. Naomba unisikilize vizuri. Taarifa za mzigo ziwe siri kati yako wewe na mimi, na kama zitatoka na kwenda kwa mtu mwingine, ama zako ama zangu. Tumeelewana? Sawa. Kuna mzigo natakiwa mpeleke sehemu fulani, na natakiwa kuwa na pesa, na mkifanikisha mpofikisha huo mzigo sehemu sahihi, kuna pesa nyingi sana. Kwani huo mzigo ni mzigo gani? Na mzigo wenyewe unahusiana na nini? Hapana, sio kwa sasa. Na huo mzigo unahitaji kupelekwa nini? Kuhusu siku nitawajuza na nitatumia location.